Ni kweli kuwa umeshuhudia figisu nyingi katika fainali za kombe la dunia, lakini hizi za mwaka 1938 kule nchini Ufaransa zitakushangaza zaidi. Kandanda lilitawaliwa na mbinu chafu, mikataba ya chini ya meza na diplomasia zilizotia doa. Kila kitu kilianza kwa rais wa FIFA Jules Rimet alipofanya mapinduzi ya chini ya kapeti. Sheria isiyo rasmi ilitaka wenyeji ubadilishwe kati ya Ulaya na Amerika Kusini. Walitakiwa kwenda Argentina, lakini Rimet alipendelea nyumbani kwake Ufaransa. Hasira zilipuka. Argentina na Uruguay wakasusa na kugoma kabisa kushiriki. Ni Brazil pekee waliokataa kujiunga na mgomo huo, wakatangaza safari ya Ufaransa. Lakini hiyo ilikuwa ni shamba la bibi tu. Wakati mashindano yakiwa magongo, Adolf Hitler na kikosi chake cha Nazi walivamia Austria na kuimeza kikamilifu. Hebu tafakari kuhusu hilo. Austria ambayo ilikuwa moja kati ya timu bora zaidi duniani ikafutwa kwenye ramani siku chache kabla ya michuano hiyo kuanza. Wachezaji wa Austria walilazimishwa kuvaa jezi za Ujerumani ya Hitler, lakini mwamba Matthias Sindelela alikataa kata kutumikia utawala wa kisultani wa Hitler. FIFA wakabaki wamezingwa, wakapiga magoti kwa Uingereza ili waje kuziba pengo la Austria, lakini Waingereza wakiwa na jeuri ya kisiasa na kulinda heshima yao wakasema sisi hatumo. Matokeo yake timu ya Sweden ikapewa zawadi ya ajabu kabisa. Walipita moja kwa moja robo finali bila hata kugusa mpira hiyo siku. Ongeza na Hispania ambao walikuwa kwenye vita kali ya wenyewe kwa wenyewe chini ya Jenerali Franco. Mpira ukasimama nao wakabaki nyumbani. Ndiyo, Italia walitoa ubingwa mwaka huo, lakini fainali zile zinabaki kwenye vitabu vya historia kama kombe la dunia lililoshuhudia figisu chafu zaidi kuwahi kutokea kwenye ulimwengu wa soka. Mimi ni Paul Kanuti, kijana Storika.